Baby, mamako atanipenda kweli mimi? Na wasiwasi juu ya hilo. Nawaza kama vipi kitokea asiponipenda. Kwa nini unawaza vitu kama hivyo? Usiwaze mambo mabaya. Jiwaze vitu mema kwenye maisha yako. Na wewe ni mamangu. Mimi najua vitu gani ninavyovipenda. Kwa hiyo usio na wasiwasi. Ondoa shaka kabisa. Sasa kipindi anaendelea kuongea, Mama Alex anaingia. Alex na mpenzi wake kabidi asimame kwa kumheshimu mama yao. Mama anashuka kwa mideko. Nani huyo? Ni nani huyo? Mama, huyu ni mpenzi wangu, anaitwa Cheli. Yule mwanamke ambaye nilikwambia juzi nitakuja kumtambulisha kwako. Ni mpenzi wangu, mwanamke ambaye anahitaji kumuoa baadaye. Okay, nimekuelewa. Lakini njoo tuongee mara moja huko jikoni. Kisha chuma cha Mjerumani iko kinaelekea jikoni. Yaani bibi mkubwa ana wivu vibaya mno kwa mtoto wake. Hataki mwanae aoe kabisa. Yaani anataka tambe yeye tu kwenye huu mjumba. Basi bwana, Alex akamfuata mamake mpaka jikoni. Alivyofika tu, mamake akamwambia Alex, "Simtaki huyu mwanamke, simtaki hata kumuona hapa. Hafai kuwa na wewe." Lakini mama, naomba unisikilize mara moja. Naomba unisikilize kwa makini. Cheli ni mwanamke mzuri sana. Mwanamke ambaye anafahamu kumuoa. Amekamilika kila idara. Ni mwanamke mzuri sana. Sijajua ni kitu gani kimekufanya usimpende. Oh, kwa hiyo nataka kujua ni kitu gani kimenifanya mimi nisimpende. Mimi ni mtu mzima. Mimi ni mama yako. Naweza nikamwona tu mwanamke, nikajua ni tabia yake. Sasa lakini mama, leo nataka uniambie kitu kimoja. Ni siku gani mimi nitamleta humu ndani mwanamke na utamkubali? Kila mwanamke ninayemleta humu ndani unamkataa, umpendi. Unasema hivyo hivyo, hafai mimi kumuoa. Shida ni nini mamangu? Mimi nimeshakuwa sasa. Nahitaji kuoa. Nahitaji kuanzisha familia yangu. Nisikize nikwambie mwanangu. Mimi sije kukatalia kuoa. Na wala sitakuja kukatalia wewe kuoa. Kwa hiyo mwanamke leo mwana pale sebleni, hakuna mwanamke pale. Hakuna mwanamke wewe kumuoa pale. Hii kitu ilikuwa inamuumiza sana Mwamba. Yaani kile mwanamke anayemleta humu ndani ili mamake amuone, mama anamkataa, hamtaki kabisa. Sasa hii kitu inamchanganya. Haelewi. Ni mamake hataki aoe au shida ni nini? Maana kila mwanamke anayemleta humu ndani, mamake anamkataa. Basi bwana, miezi kadhaa ikapita. Mwamba akapata mchumba mwingine na leo anamfanyia surprise ya kumvalisha pete. Lakini bimdada hapo hajui chochote. Haelewi kinachoendelea hapo. Maana mchizi ameshachoka na kero za mamake. Kila mwanamke anamkataa tu. Safari hii ameamua kuchukua maamuzi mwenyewe bila hata ushauri wa mamake. Na hata hivyo ameshakuwa mtu mzima. Kwa hiyo anaweza kujiamulia yeye mwenyewe tu. Anaelewa zuri na baya. Basi bwana, Mwamba akafunua surprise yake. Sahani na kiboksi cha pete katikati. Alafu imeandikwa, "Will you marry me?" Chamaka kabaki anashangaa tu. Amini, hakutegemea kama leo atakutana na kitu kama hiki. Basi bwana, Mwamba kiutu uzima kabisa akachukua ile pete, akapiga goti, kisha akamwambia mrembo, "Will you marry me?" Huko nyumbani kwa mama, hali sio nzuri, hali tete. Anahaha, mwanae hajarudi mpaka sasa hivi. Usiku wa manane huu, mwanae hajarudi. Kila akipiga simu, Mwamba apokee simu. Mama anaongea mwenyewe tu, amechanganyikiwa. Yaani bi mkubwa anampenda mwanae mpaka anamwonea wivu. Upendo umezidi sasa huu. Yaani upendo umepitiliza. Huu ni upendo wa agape. Basi bwana, baada ya Mwamba kurudi nyumbani, akamwambia mama yake jinsi ilivyokuwa, kwamba kuna mwanamke amemvalisha pete na anataka aje kuwa mke wake. Yaani aje kumuoa baadaye. Mama alikuwa anawaka sana, alipaniki sana. Inawezekanaje? Yaani inawezekanaje anamvalisha mwanamke pete bila yeye kumpitisha? Hilo haliwezekani kabisa. Na haliwezekani nakwambia. Yaani unaongea na mimi kama unaongea na wandazimu wenzako huko. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Hiyo kitu haiwezekani na haipo kabisa. Kaa ukijua ya kwamba na tena kama ambiwe mpenzi wako ukamvua hiyo pete mimi siitambui. Si utambui huo uchumba nakwambia. Asa leo Mwamba unyonge aliweka pembeni. Akawa mchana mama yake. Nampenda sana Chamaka na nitamuoa. Japokuwa mama alikaza, lakini mtoto naye alikaza leo. Hayo yalipita bwana. Kesho yake Alex akamchukua Chamaka, akamleta nyumbani ili bi mkubwa amuone. Na baada ya kuingia ndani, alimwacha Chamaka sebleni, yake enda kumchukua bi mkubwa na kushuka naye chini kwa ajili ya kumuonesha mpenzi wake, mwanamke ambaye amemvalisha pete na anahitaji kumuoa. Basi bwana, Chamaka baada ya kumuona mama mkwe akamsalimia, lakini mama mkwe hakuitikia, sura ya mbuzi, yaani uso amee, hakujibu chochote kile. Akamwambia mwanae, "Oh, mwanamke ndo huyu, nimemuona." Kisha huyo akawa anapandisha ngazi, anarudi alipotoka, yani chumbani alipokuwa. Hii kitu ilimkata sana Chamaka, akaanza kumuuliza mume wake, "Au ile nguo iliyofanya mama jalipenda? Au lipshani iliyoipaka?" "Hamna bwana, hamna. Mzoe tu mamangu. Amekupenda tu mbona? Amekukubali." "Una uhakika baby?" "Ya, na uhakika. Na uhakika juu ya kile ninachokisema. Mamangu amekupenda. Kwa hiyo mzoe tu. Kuna muda anakuwa hivi, kuna muda anatulia. Kwa hiyo kuwa na amani. Ngoja nikakuchukulia kinywaji kidogo ili upose koo." "Sawa baby." Asa kipindi Alex amekwenda kumchukulia mke wake kinywaji, mama mkwe akashuka bwana. Akaanza kumuuliza maswali mkwe wake. Yaani alimuuliza maswali mengi sana. Jina lake, anapokaa, anafanya kazi gani? Maswali kibao ili mradi tu kumkera Chamaka. Maana maswali mengine alikuwa anamuuliza hayana maana kabisa, ni upuzi mtopo. Asa baada ya kumuuliza maswali, akabidi amchane tu. "Wala sijakupenda kabisa." Chamaka kabaki anashangaa tu. Hakutarajia kusikia ile neno, "Sijakupenda, sikupendi na sitakuja kukupenda. Uwezi kama kuja kuwa mke wa mtoto wangu." Haiwezekani hiyo kitu. Hakuna kabisa. Na kama alikudanganya atakuja kukuoa, hiyo kitu sahau. Najua amekuvalisha pete, lakini hesabu sawa sana hakuna tu. Hakuna ndoa hapo. Kisha bi mkubwa huyo akarudi zake chumbani alipokuwa mwanzo. Chamaka kabaki anashangaa tu. Haelewi kinachoendelea hapa. Mwamba anarudi sasa hivi. Ametoka kuchukua juisi.
anamletea Chamaka. Chamaka hakutaka hata kuinywa hiyo juisi. Alikuwa anataka kitu kimoja tu, ni kuondoka muda huu. Mamba hata elewi ni kitu gani kimesababisha Chamaka aondoke. Ikabidi amkubalie tu Chamaka. Kisha Chamaka huyo akasepa zake. Maana sio kwa vichambo hivi. Basi bwana, baada ya yote kupita, baada ya miezi kadhaa, Chamaka na Alex walifunga ndoa, wakawa mke na mume rasmi sasa. Yaani ni pika pakua. Wanaishi pamoja kwenye hii nyumba ambayo Alex alikuwa anaishi na mama yake. Asubuhi ilipofika, Chamaka akaingia zake jikoni kwa ajili ya kumwandalia msosi mume wake. Mara mama mkwe anaingia jikoni, anamwona Chamaka anatoa msosi. Yaani anaandaa mankuli kama kawaida. Bi mkubwa kwa gubu tena, hautoliweza. Anagubu mpaka linakela. Asa alimuuliza Chamaka chakula anachokipika. Chamaka akamwambia anapika maharage pamoja na ndizi. Bi mkubwa kabidi achungulie hakikishe. We, vichambo vikaanza. Hivi unajielewa kweli wewe? Unakielewa unachokifanya hapa? Yaani kabisa mtoto wangu mimi unampikia maharage. Kwa hiyo mwanangu bali maharage na ndizi. Kweli? Unajielewa kweli wewe? Lakini mama, lakini nini? Lakini nini? Acha upumbavu wewe. Bi mkubwa akasogea mpaka pale karibu na jiko. Akayepua yale maharage. Kisha akaweka huko pembeni, sehemu ya kuoshea vyombo. Akalifungua lile sufuria ambalo lilikuwa linapikiwa maharage. Akayatia maji yale maharage. Ukipata mama mkwe kama huyu, lazima ukonde kwenye ndoa. Hayo nayo yakapita bwana. Baadaye Chamaka kwa zake sebleni, anaangalia movie kwenye TV. Bi mkubwa akasogea mpaka kwenye kochi. Akakaa, kisha akachukua remote. Akabadilisha channel. Chamaka kawa anashangaa kwa hiki kitendo alichokifanya mamake mkwe. Basi bwana, hayo nayo yakapita. Baadaye Alex anarudi. Chamaka kwa zake anaenda kufungulia mume wake mlango. Mama mkwe akatokea, akamsukumiza Chamaka. Chamaka akaanguka kwenye kochi. Yaani Chamaka kazi anayo. Mama akafungua mwenyewe mlango, akamkaribisha mwanae. Yaani bi mkubwa ana wivu vibaya mno. Pendo gani huu? Alex anaingia. Yeye anaona sawa tu, maana hajui kinachoendelea hapa. Vita leo kuepo mundani, yeye haijui. Anaona sawa tu. Haya yakapita bwana. Asa leo kuna ugeni kidogo nyumbani kwa kina Chamaka. Yaani kwa kina Alex. Mamake Chamaka amekuja kumtembelea mwanae. Amekuja kuona maendeleo ya ndoa yake. Asa akawa anagonga getini. Mlinzi akamfungulia. Samani, naelekea kwa kina Chamaka, nyumbani kwa Alex. Oh, okay. Ya, naelekea nyumbani kwa Alex. Mke wa Alex, mimi ndo mama yake sasa. Basi sawa mama. Ngoja niingie ndani nikawa taarifu kwanza. Alafu nakuja kukuchukua. Mlinzi akaenda mpaka mlangoni kwa kina Alex. Akakutana na mamake Alex. Kisha akaanza kumwambia, kuna mgeni wenu yupo nje. Amesema ni mgeni wenu. Na amejitambulisha kama yeye ni mama wa Chamaka. Mama wa mkwe wako. Ni hivyo tu madam. Oh, anahitaji nini huyo hapa kwangu? Anahitaji kitu gani hapa? Mimi sijui madam. Sasa sikia, nipeleke huko. Baada ya kufika getini, mama Alex akamwona mama Chamaka. Mama Chamaka anacheka cheka tu. Anajua mwenzake atampokea kwa uzuri. Vichambo vikaanza. Umefuata nini hapa? Kitu gani kimekuleta hapa? Sina mgeni yote leo ambaye anakuja humu ndani. Madam, mimi si mkwe mwenzio. Unifahamu na maana? Kwa hiyo unajifanya kama unijui. Yaani unijui kabisa. Kweli, hii sio sawa. Yaani mama Alex hakutaka hata kuongea sana. Akafunga geti. Anajiona kama anaishi peponi vile. Bwana, sasa kuangalia mwendelezo wa movie hii hapa. Mimi naitwa Popa. Bye.